Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha mahali hapa. Tumefika salama na nyinyi mmesafiri salama, mmefika salama. Lakini pili, nimshukuru na kumpongeza mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kutoa mafunzo kazini na hasa kwa ngazi za shule za msingi na sio msingi tu, pamoja na sekondari. Amelitambua hili kwa sababu watu tumesoma miaka mingi iliyopita, si ndio? Na mambo yanabadilika, mitaala inabadilika, mbinu za ufundishaji zinabadilika na teknolojia inakuwa. Kwa hiyo yeye aliona kuna umuhimu sasa wa sisi walimu kupitishwa tena au kukumbushana ni namna gani ya kuendesha elimu yetu ili tuweze kufikia malengo yaliyokusudiwa. Lakini pia ni ushukuru mradi wa shule bora. Huu mradi unasimamiwa na watu wa Cambridge kutoka Uingereza. Wao wanaifadhili serikali kwa kuisupport, kwa kufanya mambo yatakayosaidia kuimarisha uboreshaji wa elimu. Lakini mradi huu umejikita sana kwenye mambo manne, lakini kwa kipindi hiki cha kifupi tumeongezewa jambo la 5. Kwanza wao wanaangalia ufundishaji, ubora wa ufundishaji, lakini ubora wa ujifunzaji, lakini wamejikita kwenye kuangalia ujumuishi, elimu jumuishi, lakini uimarishaji wa mifumo. Na mwisho hii walioongeza sasa hivi ambayo halmashauri yetu kutoka mkoa wa Dodoma, halmashauri ya Bahi ilipata bahati ya kufanyiwa pilot ya hicho kipengele kilichoongezeka ambacho ni tabia ya nchi. Kwa hiyo sasa zimekuwa criteria zimekuwa 5 badala ya 4. Kwanza kabisa niwapongeze kwa kuwa wasimamizi kwenye upande wa elimu. Najua tuliofika hapa wote sisi ni viongozi, si ndio? Kuna maafisa elimu kata nimeambiwa wako 21, lakini kuna wakuu wa taasisi au wakuu wa shule wanaotusaidia kusimamia katika shule zetu za Kondoa. Unapokuwa kiongozi, taswira ya taasisi unayosimamia inakufanania wewe, si ndio? Manake ukishaitwa manager lazima pale unakosimamia wewe pakufananie, si ndio? Kwa hiyo mfanano huo unaonyesha uhalisia wa wewe jinsi ulivyo. Kama una perform vizuri, performance yako ni nzuri, basi tunasema huyu kiongozi ni mzuri, si ndio? Kama performance yako inalegalega, tunajua bado kuna mahali kuna changamoto kidogo, si ndio? Kwa hiyo serikali imeona kuna haja sasa ya kuleta mafunzo kwenu ili kuwakumbusha. Hapa tunakumbushana, si ndio? Tunajengeana uwezo, tunabadilishana mawazo. Ni namna gani wewe unaendesha kwenye kituo chako kinakuwa kizuri, taaluma iko juu, nidhamu iko juu na kadhalika. Na wewe ni namna gani utakuwa sasa unajipima, unajifanyia evaluation mwenyewe. Kwa hapa pale kwangu kweli kutokana na maelezo aliyotoa kiongozi mwenzangu au shule X, mimi bado. Kwa hiyo sasa umuhimu wa haya mafunzo kwenu kama viongozi. Mimi najua nyinyi mna vipengele vingi mnavyosimamia, si ndio? Kuanzia utawala si mnasimamia? Kwa nina imani tutakakopitishwa kwenye dozi, nimeambiwa na mwenyekiti hapa mmeshapatiwa dozi kuanzia jana, mko hapa leo na kesho mtamalizia. Kwa hiyo yale yote ambayo mtaenda kuyapitia, mtaenda kubadilishana mawazo, mtaenda kuyajenga, lazima tukatoke vizuri. Lakini lingine la mwisho, tumshukuru pia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi mikubwa mingi aliyotuletea. Ukiachia mbali hata huwa shule bora, kuna ujenzi wa aina mbalimbali unaendelea shuleni kwetu, si ndio?
Sisi tumeshaletewa miradi sawa, tutaisimamia vizuri, tutafanya kazi vizuri. Kilichobaki sasa hivi ni wewe kuhakikisha miradi inakamilika, lakini wale wanafunzi wanajengewa utamaduni wa kutunza majengo au kutunza mali na rasilimali za shule. Si ndio? Tukiwajengea utamaduni, wataishi kwenye ule utamaduni. Kwa sababu unaweza ukashangaa unaenda kwenye shule, jengo halijakabidhiwa, lina miguu imebandikwa miguu kule, mara mipira imepigwa ndani, yaani jengo linakuwa halina thamani. Umeona? Lakini mkuu wa shule yuko pale. Sasa vitu vya namna hiyo ndio havitakiwi. Cha kuwaomba, baada ya mafunzo kila mmoja akasimame kwenye nafasi yake. Hebu kama kuna mahali tulikuwa tuko nje ya mstari, hebu tukarudi kwenye mstari. Lengo letu sisi mkoa wa Dodoma ni kushika nafasi namba 1. Nafasi namba 1 inatoka wapi? Inatoka kwenye usimamizi wako wewe. Na kama mlishuhudia mitihani yote ya taifa, tulikuwa kwenye top 5. Uongo kweli? Hebu tujipongeze jamani. Tujipongeze kwa sababu Dodoma ilikuwa haijawahi kufikia hata kwenye top 10. Uongo? Lakini tuko kwenye top 5 sasa hizi. Tunashindaje kuwa kwenye kwenye nafasi ya kwanza? Kwa hiyo tunachokigombania sasa hivi kitaaluma lazima tumeibuka. Tumeweza kupambana, wanafunzi sasa hivi wanakula shuleni. Si ndio? Na moja ya sababu inayomsababisha mtoto asome vizuri na aelewe ni kupata lishe shule. Sasa shule nyingi sasa hivi wameweza kufanya nini? Wanakula. Shule nyingi wanakula shuleni. Chache tu ambao bado sasa. Na kama uko kwenye hao ambao ni chache ambao hawajala, ujipange sasa na kujiuliza mara mbili. Kwa nini hapa kwangu bado? Kwa hiyo wanafunzi lazima wapate chakula shuleni, wapate lishe ili waweze kusoma vizuri. Lakini tukitembelea kauli mbiu ya mkuu wa mkoa. Mimi mkuu wa mkoa wetu nampenda sana kwa sababu ametusaidia sana kwenye kujanikisha mkoa wa Dodoma. Amekuja na kauli mbiu yake inayosema soma na mti. Mnaijua hiyo? Soma na mti. Maana yake nini? Kila mwanafunzi wa shule awe na mti wake huu mmoja tu, wala sio miwili. Kila mwanafunzi awe na mti wake mmoja ili atakapotoka kwenye ile shule aache legacy. Na shule zikiwa namna hiyo, lazima tutakuwa tunatengeneza misitu mizuri, tutapata hali ya hewa nzuri na kadhalika. Kwa hiyo ni wasihi ndugu zangu, tukaendelee kusimamia na kuboresha taaluma kwa kuifaharisha Dodoma. Mama Senyamule anapenda Dodoma ing'ae, sio kwa taaluma tu, uoteshaji wa miti, afya, na kama mnavyomuona kila siku yuko busy na miradi, na anaweza akawa na miradi yote anaifahamu kuliko hata sisi tunaosimamia. Anaifahamu ya afya, anaifahamu ya elimu, anafahamu maji. Kwa kweli yule mama nataka nimsifu, na natamani tungeweza tukavaa viatu vyake tukafanya vile, Dodoma ingekuwa ni fahari ya Watanzania kama tunavyoisema. Kwa hiyo niwatake na niwatakie kila laheri katika kumalizia kipengele kilichobaki. Niwaombe mtakaporudi sasa kwenye vituo vyenu vya kazi, kakaeni na walimu wenu stafu, pitieni yote mlioyapitia hapa, wekeni mikakati kwa ajili ya kufanikisha. Tunaelewana jamani? Mimi nina imani dozi mtakayotoka nayo hapa, mtu akienda kuamua kuisimamia kweli, shule yake itakuwa na mabadiliko. Kwa hiyo mimi nisipoteze muda mwingi, niwatakie kila laheri ili muweze kuendelea na vipindi vyenu vilivyobaki, lakini msisahau kwenda kuyaishi mtakayo yapata hapa. Baada ya kusema hayo sasa, niwatangazie rasmi kwamba mafunzo haya yamefunguliwa. Tupo kwenye mafunzo haya ya siku 3 yanayowalenga walimu wakuu na maafisa elimu kata kwa halmashauri yetu ya Kondoa. Jumla ya washiriki katika mafunzo haya tuna walimu 100 na maafisa elimu kata 21.
mafunzo wanayopewa hapa ni mafunzo yanayohusiana na uongozi wa ujifunzaji na ufundishaji katika ngazi za shule. Kwa kifupi wanaita JZK, jumuiya za kujifunza. Katika mafunzo haya ya siku 3 tunatarajia kutengeneza umoja wa vikundi vya walimu katika maeneo ya karibu yatakayowawezesha kusaidiana katika nyanja mbalimbali kwa lengo la kuwasaidia walimu wenzao huko mashuleni. Lengo kuu ni kushirikishana uzoefu, ujuzi na maarifa mbalimbali, hasa katika masuala ya ufundishaji, lakini pia na mambo mengine yanayohusiana na shule kwa ujumla. Lengo kuu la mafunzo haya ni kupeana uzoefu, ushirikiano na ushirikishwaji katika ngazi za shule na kata kwa lengo kuu la kuleta mafanikio ya elimu. Na hii imetokana na kwamba zamani maafisa elimu kata, walimu wakuu walijikita kwenye masuala ya utawala zaidi. Hivyo basi chuo cha Bagamoyo, wakala wa elimu Bagamoyo akaona ni bora atoe mafunzo haya ya uongozi katika ngazi za shule unaohusiana na usimamizi wa mambo ya elimu. Ndio maana leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo haya. Kimsingi mimi binafsi mafunzo haya nimeyapokea vizuri sana kwa mikono yote, kwani yanatusaidia katika uwanda mpana sana, hususan katika tasnia yetu hii ya elimu. Kimsingi haya mafunzo yamelenga katika kutuwezesha sisi viongozi, kutujengea uwezo ili twende tukaweze kuleta tija kwenye taasisi zetu ambazo tunaziongoza, kwa maana ya kwamba kuhakikisha wanafunzi wetu tunaenda kutoa matokeo bora kwa hao watoto wetu. Sisi kama viongozi tuweze kuhakikisha taasisi zetu tunaziongoza vizuri kwa kufuata ile misingi na kanuni za kiuongozi na kuhakikisha kwamba matokeo bora tunaleta katika hizi taasisi zetu. Kimsingi tunaishukuru serikali yetu chini ya uongozi wa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba anaruhusu miradi mingi sana katika nchi yetu ambayo kimsingi inatuletea tija katika sekta ya elimu. Hivyo niahidi kwamba mimi kama kiongozi baada ya kupata haya mafunzo naamini naenda kuleta tija kwenye tasnia yetu na kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu, kuhakikisha kwamba matokeo yanapatikana. Hivyo niahidi kwamba haya mafunzo kwa kweli tutayatekeleza kama ambavyo walioyaleta wamekusudia. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi au fursa hii ya kuweza kukumbushwa majukumu yangu katika uongozi. Mafunzo hayo mimi nimeyapokea kwa mikono miwili na kwa kweli naenda kuyafanyia kazi ili yaweze kuleta ufanisi. Katika mafunzo haya tumejifunza mengi, kwamba tunapaswa kuwa kiongozi ni kioo, kiongozi ni mwelekezaji, lakini haitoshi kuishia kwenye uelekezaji, lazima utoshe kwenye nafasi yako, kwa maana ya kugawa madaraka kwa walimu walioko chini yako, lakini pia kumwamini kila mwalimu aliyoko katika ile shule. Na ukishafanya hivyo, maanake utaepuka migogoro ndani ya shule, na shule ikishakuwa na amani, mwanafunzi atapata taaluma inayostahili. Kiongozi anakuwa na nafasi kubwa na masikio mapana ya kusikiliza walimu wanasema nini, wanafunzi wanasema nini, na jamii wanasema nini kwa ujumla. Kwa hiyo yeye anakuwa katikati kama kiungo kwa hao wote. Baada ya hapo atatafakari na kuyaunganisha kwa pamoja na kuifanya kazi yake iweze kwenda vizuri. Sitegemei kuwa mimi kwenda kuwa bosi, bali ninaenda kuwa mtekelezaji, kwa maana
ya kiongozi kama mwalimu mkuu, lakini nikumbuke kwamba mimi ni mwalimu darasani na napaswa kwenda darasani na kumtambua kila mwanafunzi kwa jinsi yake na tabia yake, au anajua KK, au ana ujifunzaji wa polepole. Hao wote lazima niwatambue ili siku moja wote waweze kufaulu na kuweza kutengeneza maisha yao ya baadaye. Wako pale wakinitegemea mimi ili niweze kuwatengenezea maisha yao. Kwa namna hii, kwa nafasi hii, namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, pamoja na kutujengea majengo mengi, lakini pia ameendelea kutunoa sisi walimu ambao pengine tulikuwa tunafanya kazi kwa mazoea. Sasa kwa mafunzo haya tumebadilika na tunaenda kutekeleza na tunaenda kuleta matokeo chanya katika mkoa wetu wa Dodoma.